Mungu wetu wa mbinguni, asante. Tunasema hakuna Mungu kama wewe. Siku zote wewe ni wa milele. Baba, asante. Asubuhi ya leo tumepata nafasi ya kuja mbele zako. Tunakurudishia utukufu na heshima. Matendo yako ni makuu, yanatisha kama nini. Libarikiwe jina lako, litukuzwe. Wewe Mungu unaishi, uweza wako ni mkuu, fadhili zako ni za milele. Asante mwaminifu, asante mtetezi, asante umetusaidia. Na asubuhi ya leo Bwana umetupa neema hii. Karibu, endelea kutawala. Tawala katikati yetu, tawala juu yetu, katika kutufanikisha yale uliyoyakusudia juu ya kanisa letu, juu ya huduma, juu ya mipango uliyotuwekea mbele yetu, katika jina la Yesu. Utukufu ni wa kwako na heshima zote zina wewe. Sante mkuu wa uzima, kwa kuwa utatenda hayo katika jina la Yesu. Kwa heshima kubwa nimkaribishe makamu askofu mkuu wa kanisa letu la Grace, Baba Askofu Christopher Jeremia Nko. Karibu sana baba. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Amen. Tunatembelea ule umande na unyevunyevu ule wa jana uliojaa neema ya Mungu. Amen. Haleluya. Bado mpaka sasa hivi sijaona kukaukiwa, lakini naona mbegu zikipandwa zitaota bado. Si ndio wapendwa wangu? Hata nilipoamka asubuhi ya leo kukutana na jua la Bwana, furaha yangu ilikuwa ni nyingi sana kwa kile kilichotendeka jana. Bwana Yesu asifiwe sana. Furaha yetu katika kanisa letu la Grace bado ndilo kanisa pekee ambalo lina msikiliza Mungu ili Mungu aseme. Ndilo kanisa pekee tumebaki nalo linamsikiliza Mungu ili afanye ama aongee. Na hicho kimetupa uwezo mkubwa wa kutembea maili, yani muda mrefu kuliko kuzimia njiani. Bwana tusaidie sana. Biblia inasema wale watu ambao wanamngojea Bwana mahali pa utulivu, hao watu wanavikwaga nguvu mpya na watapaa kama tai. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Nisungumze neno moja hivi zuri kidogo, ama mahali ambapo huzuni iliingia. Pale ambapo watu walipomkataa Mungu wa Israeli, wakamwambia Samueli, tunachoka ili jambo la kumsikia Mungu, kwamba Mungu ndiye anayechagua, ndiye anayetusemesha jambo. Hilo jambo limetuchosha. Wakataka kuingia kwenye mpango wa vyama vingi kama mataifa wengine. Ninyi ni wasomi wazuri wa Biblia. Bwana Yesu asifiwe sana. Na wakamkataa Mungu kwa kusema, na sisi tunahitaji kumpata mfalme ambaye atatuongoza, atakayetokana pengine na kura zetu, ambaye atatokana na sisi tumemchagua, ama utakayetuchaguliwa lakini akae mbele yetu. Jambo lile lilikuwa ni huzuni kwa Roho Mtakatifu, kwa sababu ni kama walimdharau Mungu aliyewaongoza kutoka Misri, akawavusha bahari ya Shamu, jangwani wakapita, wakasahau ile mikate, wakasahau zile nyoka za moto, wakasahau kila kitu kilicho kizuri kilichofanywa na Mungu kwa ajili ya maisha yao, lakini wakataka kuongozwa na binadamu. Mungu aliwaonya kupitia kinywa cha Samueli kwamba, ndugu zangu, mnako kwenda ni kubaya. Ingependeza kama mngekaa kwa utulivu kumsikiliza Mungu, kwa sababu safari yote tumetoka mbali mpaka hapa. Mungu ametubeba na hajawahi kutuacha njiani. Lakini ndugu zangu, kama mjuavyo, mwanadamu
ni mwanadamu asiyetulia na anayetaka kuona mabadiliko. Yaani hata ungemfanyia nini, hata ungekuwa mchungaji mzuri sana pale kanisani, ambaye wewe huna shida na mtu wala hutaki chochote cha mtu, lakini watahitaji kuona kitu kingine cha zaidi. Ndivyo tulivyo wanadamu. Wana wahubiri wao hawa wanadamu walio kwenye mitandao. Uko nao kanisani lakini wana wahubiri wao, wana viongozi wao. Kwa hiyo ni wanadamu tunaowachunga lakini hawafugiki. Bwana tusaidie sana. Yaani hawafugiki, yaani yuko mbele kuliko, anahangaika kuliko mbuzi. Mimi nimechungaga kondoo na mbuzi na ng'ombe, lakini walionitesa sana kule machungani mimi walikuwaga ni mbuzi, maana walikuwa watulii. Bwana tusaidie sana. Na binadamu tulioko kwenye ulimwengu wa sasa ni wanadamu ambao tutulii. Lakini kwa nini nasema hivyo ndugu zangu? Nasema neno hili kwa sababu tuna neema sisi kwenye kanisa letu, hasa kwenye mfumo wa uchaguzi. Sisi kanisani, kwenye kanisa letu la Grace, tuna mfumo mzuri wa uchaguzi ambao wenzetu wameupoteza na wameingia pabaya sana. Yako madhehebu yameshaingia kwenye vita mpaka dakika hii, kwa sababu wanatamani kuwa kiongozi kwa namna ile ya kuchaguliwa. Ukienda kwenye madhehebu mengine, mimi sitaki nikutajie majina ya watu, maana watu wazima tulioko hapa tunafahamu mambo haya. Nataka nikuambie kunafika mahali mpaka bahasha zinagawanywa ili mtu apate uaskofu. Nani alishagundua hicho kwenye pitapita zetu? Yule ambaye pia anataka kugombea anaweza kujipendekeza kwa makanisa machanga mengi na sio machanga, na kwa watu wenye sauti, kwenda kufanya mradi wa ujenzi wa jengo la kanisa na vitu vya namna hiyo, ili angalau watu wamkubali sana. Vitu hivyo vipo ndugu yangu katikati yetu, lakini uponyaji wetu uko mahali hapa, kwamba tunahitaji Mungu asungumze nasi. Mimi ninafikiri niseme hivi, tuna watu tunaoangalia namna yao ya utendaji, ingawaji hayuko kimungu sana, iko kimawazo ya kibinadamu. Watu wanaovaaga msalaba, ikifikia mahali wanamtaka mkuu wao wa dini wanajifungiaga. Bwana saidie sana. Wanajifungia kwa utulivu wao, kwa namna ya kwao. Sasa kuna kitu anasema mpaka tuone moshi mweupe ukipanda hivi ukimwelekea mtu fulani. Sasa ndugu zangu, sasa huo moshi nao ndio hivyo tena, kama hujapanda na kumwelekea mtu fulani, basi ina maana huduma ile kwako sio. Tunashindwa nini watumishi wa Mungu sisi kujifungia ili kuisikia sauti ya Mungu katika huduma zetu? Bwana asaidie sana. Tujifungie katika Bwana. Tunahitaji nini? Aliyetuweka kwenye huduma si anaongeaga jamani? Si tunaamini Mungu anaongea ndugu zangu? Katika kule kujifungia kwetu katika faraga yetu na Mungu, huwa Mungu anaongea, anakupa hakikisho. Na nashukuru Mungu kwamba mtindo huu hauko kwingi sana, lakini grace tunao. Bwana asaidie sana, kwamba baba hata anapokuja kusema jambo, sio anasema kwa sababu anakurupuka. Alipata nafasi ya kujifungia. Sisemi aliona moshi mweupe, lakini alisikia sauti ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Na kwa hiyo ukisikia kitu amesema ama amekiratibu, tusiweke maswali ya kibinadamu. Mara nyingi sana tumeona watu wanaweka maswali ya kibinadamu na hata wakajikwaa sana. Mimi kwa kweli niwaambie ndugu zangu, mimi ni mtu wa spidi sana, lakini ikifikia mahali sasa nataka nimuone Mungu, ninauvua ujuaji wangu, nauvua spidi zangu, ninakaa mahali nataka Mungu aseme. Kwa sababu nje ya Mungu kusema aliyekuweka kwenye ile huduma,
utacheza rafu kwenye viwanja hivi vya Injili. Yaani utaparamia kila eneo. Nani alishawahi kuona popo ameingia kwenye nyumba yenye taa? Mara apige huko, apige taa huko, mara atoke huko azunguke hivi. Inakuwa ni fujo fulani ndani ya nyumba. Na ukitaka kuparamia kila kitu, uongee ovyo, utoe unabii wa uongo, utake kutishia Wakristo, utake kusema kitu ambacho sio, yaani unapiga huku, unataka kujihami, unataka kujishika na hili. Ndugu zangu, tunapotea sana kama tunatoka kwenye uwepo wa Mungu bila kuisikia sauti ya Mungu kwa haraka zetu, kwa sababu tunataka kwenda kujenga kitu ambacho tunakitaka sisi. Ndio yule mtu anayemuomba Mungu maombi yake ya kufunga, lakini anataka kuugunja mkono wa Mungu ufuate matakwa yake. Yaani kuugunja mkono wa Mungu ufanye kile wewe unataka. Lakini tunahitaji mkono wa Mungu ulionyooshwa. Amen. Tunamtaka Mungu mkono wake ulionyooka kulenga kitu kile ambacho si mapenzi yangu wala ya yule, lakini mkono wa Mungu ulionyooshwa ulenge kile anataka Mungu yeye na wala si anachotaka Kristofa. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Mimi kwa huo utajiri nilio nao ndugu zangu, hapo ndipo ninanyamaza kimya, kama Mzee Nyerere aliyeimbwa na Mbaraka Mshee kwamba najituliza kwa kasuku, hataki maneno, hataki matata, ninachopata kwake mimi kinanitosha. Bwana Yesu asifiwe sana. Na Mungu wa mbinguni awabariki sana. Naomba nimkaribishe baba yangu askofu mkuu wa kanisa hili aweze kuongea na wewe. Karibu baba yetu. Hebu kila mmoja amshukuru Mungu. Baba Mungu mtakatifu, tunakushukuru. Asante kwa nafasi uliyetupa. Asante kwa kibali. Neema yako itufunike tena siku ya leo. Tunatakasa na anga hili Mungu. Haribu njia zisizotokana na wewe. Naangamiza kila kusudi lisilotokana na wewe. Na kamata mawazo ya kila moja na kuyatakasa kwa damu ya Yesu Kristo. Na achilia nguvu ya ulinzi na nguvu ya kibali na hekima yako na ufahamu. Baba, tunakukaribisha. Bariki watoto wako, bariki watumishi, bariki muda huu madhabahu yako, na neema yako ikatufunike napoanza hata mwisho. Roho wako awepo katikati yetu, na ulinzi wa malaika wako pande zote nne zikawepo mahali hapa. Pigana vita vya kiroho, pigana vita vya kibinadamu. Tukuka Bwana katikati yetu Jehova, katika jina la Yesu Kristo naomba haya na kushukuru. Tuseme amina. Haleluya. Bwana asifiwe. Watumishi, naomba uchukue nafasi uketi. Awali ya kwanza ama awali ya yote, nimshukuru Mungu ambaye ametulinda sisi sote na kutuleta kwa pamoja katika nyumba yake. Mtumishi alisema hapo, mwinjilisti alisema hapa ndio makao makuu. Kwa hiyo naamini kila mtu anajua hapa ni makao makuu. Na kama una wasiwasi, una hofu, hapa ndio nyumbani mwa Mungu wetu ambapo ametuwekea hapa. Sio sasa tu, na vizazi vijavyo kama Yesu hajaja kulichukua kanisa. Haleluya. Kila kitu kitapita, vizazi vitakuja na kupita. Kama Yesu hajaja kunyakua kanisa, hapa ni mahali petu. Haleluya. Kwa hiyo jisikie uko mahali ambapo una uhuru mkubwa sana. Jina la Bwana libarikiwe. Nichukue nafasi hii kumshukuru Mungu kwa ajili ya bishop wetu pamoja na katibu wetu mkuu, ambapo jana Mungu ametusaidia hata tukarudishwa kwenye hizo nafasi. Ni jambo la kumbariki Mungu sana, na tukijua kwamba kila mtu aliyoko hapa anafaa, ila kila jambo lina wakati wake. Na nashukuru kwa wale ambao kuanzia mimi tulipojiuzulu tumefanya kazi njema, ndio maana hatukuwa na mgogoro
na Mungu ametusaidia. Haleluya. Kwa hiyo na tutakapoendelea, naamini Mungu yule yule ambaye ametusaidia ataendelea kutusaidia hatua nyingine. Na chukua nafasi hii pia kuwakaribisha wote katika mkutano huu wa uchaguzi. Ni mkutano wa nini ndugu zangu? Wa uchaguzi. Na nimeshukuru kuona watumishi mbalimbali. Sasa ndugu zangu, kama una katiba yako ama katiba ya GCT, kuna kipengele cha ukurasa wa 25 pale ambalo linaonyesha fungu la 9, vikao mbalimbali na uchaguzi, baraza baraza kuu la GCT. Kuna A, B, C. Sasa B ni baraza la kanda, C ni baraza la jimbo ambalo sisi bado hatujapata kuenea huko. Sasa inaeleza, nasema A, nasema baraza kuu la GCT. Sema ngazi ya taifa, hilo baraza litakaa vikao vyake mara 2 kwa mwaka, yaani kila baada ya miezi 6. Ni pamoja na vikao vingine vya dharura. Maana yake vikao vingine vinaweza kutoa dharura vikatokea. C au namba 2, watashika nyadhifa zao, yani baada ya watashika nyadhifa zao kwa muda wa miaka 5, ndipo wateuliwe au kuchaguliwa. Wateuliwe tena au kuchaguliwa. Namba 3, watachaguliwa na halmashauri kuu ya GCT baada ya mapendekezo ya majina yao toka kwa askofu mkuu. Nimeeleweka hapa? Kwa hiyo kipengele hichi kinanipa kibali cha kwenda mbele za Mungu na kuleta majina kwa halmashauri kuu. Ndipo halmashauri kuu ambao ni mkutano mkuu, wewe hapa tulipo, unaweza kubariki kusema hiki kitu ni sawa au sio sawa. Tunaenda sawa. Ni vile askofu ameelezea vizuri, ni vile hakusoma kifungu hichi, vinginevyo ungeweza kusema na yeye anapiga kampeni. Lakini yote aliyoyasema kila mtu anajua. Mimi kama kiongozi, jana nilieleza kidogo, natamani Grace iliyoachwa na founder, mwanzilishi wa Grace. Mimi sio mwanzilishi wa Grace. Aliyepewa maono ya kuanzisha Grace ameenda mbinguni. Jina lake ni Elisamia Nko. Baba yule alikuwaga askofu wa jimbo wa makanisa ya KLPT, na askofu wake mkuu alikuwa anaitwa Philemon Tebananoson. Wako pale Lindi Street, Dar es Salaam. Ni moja ya askofu ambaye kipindi fulani wakati nalelewa na mchungaji ambaye askofu wake wa jimbo ndio alikuwa bishop wetu Elisamia Nko. Wakati nalelewa hapo, Samia Nko ndio aliyekuja kuniwekea mikono pamoja na mke wake, wakati nachaguliwa kama mwinjilisti wa kanisa. Na kwa kuwa mama askofu Nko yupo na shughuli zake pale Karatu, wanaelewa vizuri sana. Na baadaye ukawepo hali ya kutembelea matawi ya KLPT. Mojawapo ndio mara ya kwanza nikamwona askofu mkuu wa makanisa ya KLPT, Tebananoson, ambaye Mungu amemlinda mpaka sasa yuko hai. Ndiye ambaye pia alikuja kutubariki alipokanyaga kwenye tawi letu. Na baada ya hapo, kwa kufupi, hatimaye baadaye askofu ambaye Mungu amemchukua Elisamia Marari Nko
alipata maono ya kuanzisha kanisa la Grace, na akachukua hatua mbalimbali ya kuondoka, pamoja na kuandika barua, pamoja na kwenda Dar es Salaam makao yao makuu. Hatimaye askofu mkuu akamridhia na akampa kibali na barua, baada ya kumwelewa Mungu amemwita aanze huduma ya Grace. Maneno hayo alinieleza mwenyewe ukiwa na mke wake na mimi nikiwa na mke wangu kwa uthibitisho. Na baada ya hapo kaanza kanisa, na wakati wanaanza kanisa mimi sikuwepo, lakini kanisa lilipochukua mwaka moja, Mungu akaniita na akaniongoza kwenda kumwona Askofu Nko. Saa hiyo nilikuwa nimekwenda Karatu kumwomba Mungu. Mungu ananiambia nenda kakae mbele zangu siku 3 nitasema na wewe. Mapito yangu yalikuwa ni magumu sana ya kuandalia utumishi. Nakumbuka kuna mchungaji wetu mmoja ambaye alipelekwa kule, anaitwa Elisha Sarakikia. Kipindi fulani kanisa la Karatu ambalo sasa linaongozwa na mchungaji wetu Pastor Fabiola Joel, alikuwa mzee wa kanisa. Kanisa lile lilikuwa lina migogoro kila wakati. Sasa alipopelekwa Elisha nimemfahamu kipindi hicho, kwa sababu miaka ya nyuma Mungu alinituma King'ori, nikaenda kukaa siku 14 kuomba. Elisha alikuwa mzee wa kanisa kwenye kanisa lililoko pale King'ori, na walinipokea pamoja na mchungaji wake ambaye anaitwa mchungaji wetu Yose. Na mwanzo walinikataa, wakasema tumekuwa na matapeli wengi, wanasema Mungu anakuja, waombe Mungu, lakini wengine wameibia vijana wetu, kwa hiyo na sisi hatuna nafasi hapa, tutakuweka wapi? Lakini wakati huo walikuwa na mkesha, siku ile ilikuwa Jumatano. Wakasema basi naomba ngoja baadaye tukitoka kwenye mkesha tutaona. Lakini wakataka wasana, sisi tukitaka kuomba hapa kijana wetu huwa tunaenda mlima Sakila, wananionyesha mlima. Iweje leo wewe Mungu anakuongoza uje huku King'ori kuja kukaa maombi ya siku 14? Na hojiwa na mzee Yose akiwepo na Elisha Sarakikia. Nikamwambia hata mimi sijui kwa kweli, ila nachoamini Mungu amenisisitiza zaidi ya mara 2, sikukurupuka jamani. Kwa hiyo Elisha akasema kijana huyu namfahamu kwa sababu yuko kwa mchungaji Joseph Naamani Ngaramtoni Arusha, kwa sababu alikuwa anakuja kufanya semina mara kadhaa. Akasema namfahamu tu kwa njia hiyo, lakini mambo sijui Mungu amemwambia, mimi sielewi. Bahati nzuri nikapata kibali machoni pao pa kwenda, kanikaribisha na mimi kwenye huo mkesha, kwa nikakaa pembeni, wakaanza mkesha. Kidogo kuna mama ambaye nilipokaribishwa nikasalimia, sema kuna kijana yuko hapa anasema Mungu amesema naye kuja kuomba maeneo ya huku. Wakatumia tu hekima nzuri. Sasa na sisi tuko kwenye mkesha, kwa hiyo msije mkamwona mkao unajiuliza maswali. Kwa hiyo yule naye amekuja, nafikiri Mungu tu atamsaidia. Yuko mama ambaye kanisa lilikuwa pale karibu na kwake, anaitwa Mama John. Huyo mama yao ambao ni mzazi wa kina Rogate, ambaye ni mama mchungaji kutoka Namanga. Yule mama baada ya mkesha kainuka, kabla ya mkesha kainuka, kainua mkono akasema, mchungaji, nilipewa maono ya mtu huyu wiki moja iliyopita. Nimeambiwa atakuja na alivyovaa hivyo hivyo. Naambiwa nimpokee, nimpe chumba hichi hapa kwenye nyumba yangu, akae siku 14. Muulize Mungu amesema atakaa siku ngapi? Nikamwambia siku 14. Yule mama akapiga kelele. Ndio ikawa mwanzo wa mimi kupokelewa na kupelekwa kwenye hicho chumba, nikakaa siku 14. Wao watumisha wakawa wanakuja kila baada ya siku 3
kuja kuniangalia hali inavyoendelea. Ninaelezea haya ili upate picha fulani. Na baada ya hapo Mungu akanisaidia. Kamaliza yale maombi. Wao ndio walifanya juhudi kuhakikisha na kula chochote. Nilikuwa niondoke kesho yake, wakanizuia, sema mpaka upate nguvu vizuri. Wakatafuta na fedha zao wakanipa, maana sikuwa na fedha za kurudi. Kwa sababu hiyo, kumbe Elisha baadaye akainuliwa kuwa mchungaji, amepelekwa Karatu. Sasa Mungu ananiambia nenda Karatu. Nilipokwenda Karatu, mtu mmoja mchungaji wangu aliniambia, Elisha siku hizi ni mchungaji yuko kule Karatu, ila alikuwa kuja kufanya semina. Sisi nilikuwa tunamjua kama mwalimu wa neno la Mungu. Kwa nikaondoka kwenda, maana Mungu ananiambia nenda Karatu, kakae mbele zangu. Kwenda Elisha kanipokea. Kulikuwa na nyumba ya ofisi imejengwa kwa fito, wakakandika kwa matope, juu wakaweka bati la kulaza. Elisha kanipokea kwa kuwa ananifahamu, akanipa hiyo ofisi. Nikakaa hapo maombi ya siku 2. Ile naenda ya 3 usiku, Mungu akaniambia utaondoka hapa kutoka sasa na kuunganisha na askofu. Kaniambia kutoka sasa askofu wa mchungaji wako Joseph Naaman, askofu wake ni Mbise. Akanionyesha Mbise. Hapo akaambia kutoka sasa wewe askofu wako ni Elisamyanko. Akaniambia nenda mfuate Arusha. Anajua wachungaji hawatuambii sisi mimi nilikuwa mwinjilisti wa kanisa, kwa hiyo mimi sielewi mambo mengine. Kumbe askofu Nko wameshakaa kikao cha jimbo na ameshaaga kwa utaratibu na Mungu alivyomuita, lakini wachungaji wake akiwepo wa kwangu ambaye alikuwa ananilea hakuja kutoambia. Kwa hiyo mimi najua kwa vyovyote Elisamyanko ni askofu wetu wa jimbo. Sasa inakuaje leo napata maono, naambiwa mfuate, maombi yako yanatosha, sasa mfuate. Na Elisha nilipokwenda alinipokea tu, akanipa sehemu ya kuomba, hakunieleza anatumika na nani. Mimi najua yuko KLPT. Kwa hiyo asubuhi sikuwa na simu, na mngojea tu aje. Saa 1:30 Pastor Elisha Sarakiki akaja, maana yuko hai mpaka sasa. Natoa ushuhuda huu ili kila mtu akaulize. Alipokuja akaniambia Elibariki, namwambia naam. Uko salama? Nikamwambia niko salama. Uko vizuri? Nikamwambia. Akasukuma mlango, kamlango kenyewe kameegeshwa, tukasukuma. Akaingia. Akakaa kwenye kiti mtumishi wa Mungu, na mimi nikakaa. Kananiambia bibi, mbona kama umejiandaa? Nikamwambia nimejiandaa, nimeambiwa maombi yangu yanatosha. Unaenda wapi? Nikamwambia nimeambiwa nimfuate Elisamyanko. Imekuwaje, hebu eleza. Nikamweleza nilivyoeleza. Basi akaniambia, ulikuwa hujui? Mimi sasa tawi hili nalo liangalia, hili tawi ni la Grace. Hili tawi ni la Grace. Sio la KLPT, ni la Grace. Mzee ameshaondokaga na barua ameshapewa na baraka ameshapewa. Ndio maana naambiwa hivyo. Sasa nikamwambia inakuaje mchungaji wangu likotoka huko naambiwa yeye ndio askofu wake ni Mbise. Nikamwambia nimeona mtu mmoja kwenye picha ambayo napewa, mtu mmoja amepanda kidogo, mweupe, ana maji ya kunda hivi. Sijawahi kumuona kwa macho. Nikamwambia huyu ndio askofu wake. Akaniambia Mungu amekuambia sahihi. Sasa ndio askofu wao kweli. Hacho nikashangaa. Akaniambia kwa kuwa Mungu amezungumza na wewe, ngoja nikupe nauli. Kumbe mimi sina hata nauli. Akanipa pesa, akafurahi, akanionyesha, akaniambia nenda Arusha, ukifika Mianzini, barabara ya kwenda kwenu Ngaramtoni, nenda kama unaenda Tengeru, shuka pale wanaita kwa Mrefu. Nikaondoka. Nikafika mjini. Kapanda magari Mianzini hapo, nikafika kwa Mrefu. Kufika kwa Mrefu, nafikiri kama sio wewe ilikuwa kijana mmoja alinifunguliaga geti. Kadogo alafu keusi. Akanifungulia, kanaangalia, kana macho mekundu. Halo, we nani? Nikamwambia mimi nilikuwa nataka nimuone mzee. Ndio hapa? Akasema ndio hapa. Pameandikwa bango pale WDA. Nikaingia, wewe bwana kanipeleka. Akaniambia simama hapa. Nikasimama pale nje. Yeye akaingia ndani. Kulikuwa na watu kama 3. Wa kwanza alikuwa askofu mwenyewe marehemu
Samianko, kulikuwa na somebody anaitwa Urio, alikuwa anaishi Dar es Salaam, mweusi hivi, anaitwa Urio. Alafu na bwana moja anaitwa nani, ambaye ameendaka, alikuwa mwalimu, kwa nini namtoa kwa jina, alikuwa anaitwa nani, ameendaka Kenya, Mshabala. Niliwakuta watatu wanakunywa chai, wanaongea mambo yao. Alafu akamwambia mwambie ingie. Huyu bwana kaja, kaniambia umeambiwa ingia. Niingie, nikaingia. Nilipoingia namna hii hivi, wakanitazama, nikaona askofu anatoa miwani hivi, sasa akamwambia mzee Msabala, ndio huyu nilikuwa nawaambia mambo yake, ndio huyu niliambiwa huyu. Nataka hii historia ikae vizuri, maana na rekodiwa. Isingekuwa wana rekodi nisingeongea. Sasa mimi nikashangaa, sasa kuna nini? Ni huyu, hata hawajaniambia kaa. Najua askofu wetu alikuwa kama mwanajeshi, na alikuwaga mwanajeshi. Baadaye akaniambia kaa hapo bwana. Akaniambia wewe, Mungu ameniambia nikupe vibali vya kwenda kufanya huduma. Mungu amekuita, ni wewe au si wewe? Nikamwambia, nikawa nibaki na tetemeka. Ndilo hilo Mungu anaambia, mfuate huyu, atakupa vibali ukaanze kazi yangu. Mapito yalikuwa magumu sana. Ndio maana nawaambiaga mtu hakondagi masikio. Mwili uliisha lakini masikio yalikuwepo. Kwa hiyo kutoka hapo ndio mwanzo wa kuniona kwa karibu. Baadaye nikamwambia, si ulikuja, si ulilelewa na? Nikamwambia si wewe ndio ulituweka wakfu kuwa mwinjilisti. Nasema sasa kijana wangu, nimekusahau, sababu sio kila wakati tunakutana. Baba yule alikuwa mnyenyekevu akisha kuelewa. Kwa hiyo ikawa ndio hivyo. Sasa nataka niseme, alitujengea misingi, nyinyi mnakumbuka, pamoja na kanisa changa na mapito ya kila namna. Lakini mwisho ndio yeye, kipindi ile mimi nachaguliwa, akatoa uhuru, ambia chagueni. Kati nachaguliwa mimi kwenye kikao cha kwanza 2006, kama mnakumbuka. Viongozi waliokuwepo mlinichagua kwa katibu mkuu mtendaji. Mzee yule akakataa. Mmeshapiga kura na zimepita, naambiwa mimi ndio katibu mkuu mtendaji. Yeye alipopokea akasema mimi nakataa. Kwa kuwa ni askofu mkuu, ilibidi tumsikilize, maana ndio mwenye maono. Akasema Elibariki Sumbe hastahili kuwa katibu mkuu mtendaji, anastahili kuwa makamu wa askofu. Akaniteua kuwa makamu wa askofu saa hiyo. Na ndio maana nimesoma kipengele hichi na nikawaambia jana, askofu mkuu mlimpata jana, mkanishangaza kweli. Mimi nilikuwa natamani nipate mshindani ambaye tutakaribiana kura, alafu na mimi nilete kura yangu ya veto. Lakini Mungu alishaniosha siku 2-3 zilizopita kwamba sitakiwi kusema chochote juu ya kukataa uaskofu. Vinginevyo Mungu amenipa majukumu mengi, lakini itoshe tu kusema hivyo. Ndio maana nikawa namsikiliza, ndipo akaniambia nenda maneno haya. Jana nimenena, mkanipa ridhaa, na leo nataka niwaletee watu ambao Mungu amenipa, niwalete mbele yenu. Ninachotaka niwaambie, naomba kila mtu aliyetumika na anaotumika wanafaa mbele za Mungu, ila kila jambo lina wakati wake. Usipoelewa jambo hilo unaweza kuharibika, lakini mimi nitakuwa salama. Kwa nini? Kwa sababu sijawahi kuonea mtu, na hasa mambo ya Mungu hutakaa uone. Kwa hiyo ninaomba niwalete nyie, ndio mtawathibitisha
Mkisema ndio sawa, mkataa mimi nitakuwa nimenawa mikono kama Samueli. Kwani kuna shida gani? Hii si ndio ufalme wa Mungu Bwana? Haya, tuko tayari? Yule baba tangu amenichagua, tulifanya uchaguzi tena, akabaki kuniteua, na hatimaye Mungu alipokuja kumchukua, ninyi mkaja mkanipitisha kuwa askofu mkuu. Kwa hiyo ule msingi alioweka, na alifuata katiba, maana nilichaguliwa mkuu mtendaji. Sasa leo yeye anapangua wakati anajua watu wamechagua. Alikataa kwa sababu ndio mwanzilishi na aliona mbele. Na ndio maana nikawaambia, baba huyu kabla hajafariki alinichukua mimi na mke wangu na mama Tuma ambaye ni mke wake mama askofu, alinipeleka King'ori. Hata jana wakati naongea na mama kanikumbusha mambo mengine. Wakati tuko pale anatutembeza eneo, tukaenda kumwona mama yake mzazi, kipindio bado yupo, alikuwa na udhaifu wa miguu, tukamsalimia. Sema huyu ndio mama yangu bwana, na nataka nijenge nyumba hapa ambayo nikifa Sumbe angalau nitafikishiwa hapa, usingoje tu uzeeke kama akina askofu fulani. Akawataja, mimi nataka niwe mshauri, nyie ndio mtachukua hii kazi. Nikamwambia baba, hapana, mimi huku nimepata vya moto, ni sitaki kitu bwana. Akasema mna, tuko na mke wangu, tuko na mke wake. Sasa mambo mengine ni siri za ofisi. Na baada ya hapo tuliendelea vizuri, na mwisho Mungu alipokuja kumtoa na tukamzika, na hatimaye tukakaa kama wana Grace. Nashukuru asilimia kubwa hatujasalitiana. Mapito yalikuwepo, mimi siangaliagi watu, mimi namwangalia shetani anayetaka kuharibu mpango wa Mungu alioanzisha Mungu mwenyewe kupitia yule founder. Lakini tutashinda na zaidi ya kushinda kwa ajili ya utukufu wake. Na kwa sababu hiyo, ndugu zangu, nataka nianze na nafasi ya mhasibu mkuu msaidizi kitaifa. Nafasi hii Mungu amenipa ndugu Lucas Kang'ene. Kwa hiyo amebaki kwenye hiyo nafasi kama ambavyo alikuwa nayo mwanzo. Sasa sijui yuko wapi Pastor Luka. Sio kuja huku sasa, kuja hapa. Simama hapa mtumishi wa Mungu, simama hapa. Ninauomba mkutano mkuu nimlete kwenu Pastor Luka ama Lucas Kang'ene ili mumthibitishe kwamba awe mhasibu mkuu msaidizi kitaifa, na pia ni nafasi aliyokuwa anaitumikia kwa miaka yote 5 iliyopita. Sasa kama Mungu anamrudisha, basi ningeomba mkutano mkuu una halali wa kusema ndio au hapana. Na naomba geukia mkutano. Kwa hiyo ningeomba wale ambao wanasema tunataka awe mhasibu mkuu kitaifa, inua mkono wako juu. Asante sana. Asante sana. Wale ambao wanasema kwa kweli tunaomba pumzike, asiwe mhasibu mkuu kitaifa msaidizi, inua mkono. Hakuna. Ninamtangaza Pastor Luka Kang'ene kuwa mhasibu mkuu msaidizi kitaifa katika jina la Yesu. Njoo.
Mungu akubariki sana. Unaweza ukaenda kuketi pale. Namba 2, mhasibu mkuu kitaifa. Mhasibu mkuu kitaifa. Mungu amenipa mtu huyu, anaitwa Samuel Daniel Magori. Samuel Daniel Magori ni mchungaji wetu anayechunga kanisa liko hapo Dar es Salaam, na pia ni mmoja wa viongozi wa parish ya huko. Na mtu huyu ndiye Mungu ambaye anataka kwa awamu hii awe mhasibu mkuu kitaifa wa kanisa letu la Grace Evangelical Church. Kwa ningeomba wale ambao mkutano mkuu ambao mnasema mtu huyu tunataka kusema hatutamridhia. Inua mkono wako wale ambao wanasema hatumridhii kwa moyo kutoka ndani kabisa. Hakuna. Wanaomridhia? Asante sana. Kwa sababu hiyo namtangaza mchungaji Samuel Daniel Magori kuwa ndio mhasibu wetu mkuu kitaifa katika jina la Yesu Kristo. Karibu sana. Mungu akubariki sana. Unaweza kuchukua vitu vyako kakaa hapa. Nafasi ya mwisho ni ya katibu mkuu mtendaji. Nafasi ya mwisho ni ya katibu mkuu mtendaji. Mungu amenipa mtu huyu aja mbele ya Grace, naye si mwingine ni mchungaji Alex Alfayo. Kuanzia sasa namleta mbele yenu. Yeye ni mchungaji wa kanisa letu ambalo anachunga kanisa pale Sekei hapa Arusha, na pia ni mwangalizi wa parish ya Arusha mjini. Kwa hiyo ninaomba mkutano mkuu umthibitishe wale ambao wanasema Pastor Alex Alfayo awe katibu mkuu mtendaji, anyoshe mkono wake juu. Asante. Wale wanaosema Alfayo asiwe katibu mkuu mtendaji wa kanisa la Grace, anyoshe mkono juu. Hakuna. Tumpe Yesu makofi. Kutoka sasa namtangaza mchungaji Alex Alfayo kuwa ndio katibu mkuu mtendaji wa kanisa letu la Grace Evangelical Church Taifa. Na Mungu akubariki. Karibu sana. Karibu sana. Tuwape makofi wanapokwenda. Nataka niwaambie mkutano mkuu. Kwanza niwashukuru, kama nilivyotangulia kusema, ninawashukuru kwa mshikamano na kuniamini kama askofu wenu mkuu.
na kunipa kibali ambacho Mungu amenipa, na nashukuru kwa kuthibitisha watumishi hawa. Hakuna mtumishi hata mmoja ambao mimi nimeongea nao, hakuna. Kwa hiyo hata wao ni mashahidi roho zao. Hakuna mtu ambaye nilimwambia Mungu anakwenda kukuchagua, hakuna. Juzi tu nilikuwa, mwezi uliopita nilikuwa naenda Malawi, kwa sababu Mungu alitaka mwakani nifanye mkutano mkubwa Malawi. Mungu ananiambia nenda ukakanyage kwanza kwa ajili ya mambo fulani. Lakini nikasikia Mungu akiniambia mchukue fulani na fulani, mchukue na Alex. Nikamwambia Mungu, kwa sababu gani? Kanaambia ukitembea na watu ambao hawana hila ndani utafika mbali. Nataka niwaambie viongozi, ukitaka huduma yako iende mbele, Mungu akuchagulie wazee wa kanisa, watenda kazi ambao mioyo yao itakubeba, haitakuwa na hila, utakwenda mbali. Ukiwa na hila ndani, kama uulize Yuda, moyo wake ulipoharibika, shetani alikuja mzima mzima kupitia moyo wake. Nilieleza kanisa la Grace karibu miaka 5 iliyopita nyuma, ilikuwa nafundisha sana maono Mungu aliyokuwa ananipa juu ya Grace, na nikawa naongea kwa nguvu sana. Leo mnaona Grace inavyokuwa, na bado tukiwa na nia moja, safari haitazuilika. Tukiwa na nia tofauti kidogo, inapiga shoti. Unamuelewa Haruni na Miriam na Musa walipakwa mafuta na Mungu, lakini njiani msafara wa Israeli ulisimama kwa sababu tu Haruni na Miriam wakakaa kinyume na Musa, tena kwa maneno tu ya kusengenya, maneno tu. Ikapiga shoti kwenye ulimwengu wa roho, kabidi msafara nzima usimame. Jaribu kufikiri kwenye huduma yako, watu wangapi wamekaa kusengenya tu, hii sio sawa, angetakiwa ifanye, na wakati huna neno la Mungu. Inapiga shoti kiasi gani huduma yako? Kumbuka msafara mzima na malaika aliyekuwa na watangulia na nguzo ya moto iliyokuwa hapo, mtu wawili tu, Miriam na kaka yake Haruni, wakamsengenya Musa mpaka Mungu akaingilia na msafara mzima ukasimama, na Miriam akapatikana na ukoma. Fikiri kwa watumishi, huduma nyingi zimesimama kiasi gani kwa kupata watu ambao yamkini baada ya muda wana doubt juu ya huduma yako, wanapata mashaka, wanakusengenya. Mnapata hasara wote, huduma iendi, Mungu anasimamisha ile kusudi lake, na wao na hawaendi, mwisho wanakuwa na ukoma. Na wakiendelea wakiwa na ukoma, koma wanaendelea kuenea ndani ya kanisa. Najikuta Mungu ameondolewa. Kwa hiyo mimi nawashukuru, na kwa kuwa tumemaliza uchaguzi, naomba kila mtumishi ambao wametumika kwa nafasi kama mtendaji wetu, kama mhasibu wetu, ambao sasa nafasi hizo hawana, lakini bado wana nafasi ya uangalizi. Msije mtu yeyote akakaa akasema hawa labda walikosea kitu fulani. Ukiendelea hivyo, mimi sipo huko. Mkikaa vikao vya kutengeneza hivyo, mimi sipo, na hutakaa nione. Lakini matokeo yake Mungu tu atajua
katika maisha hayo wewe unaishia wapi? Ningepamani niseme mambo machache sasa, maana tukimaliza, si tumemaliza? Kama unajua tumemaliza, mpe Yesu makofi. Kwa kuwa hatukuja kwa ajili ya kukaa baraza la halmashauri kuu, tulikuja kwa ajili ya mkutano mkuu wa uchaguzi kitaifa, si ndio jamani? Kwa hiyo kama yako mambo mengine, basi baadaye watakaribishwa viongozi wangu kumshukuru Mungu kama wana neno la shukurani, na huku naye tutakaribisha watu 2, 3 kama wana neno la shukurani. Sinakuwa ni baraka. Nimkaribishe nafasi ya askofu kama ana neno la shukurani, alafu atawakaribisha wengine wote hapo kwa neno la shukurani tu kutoka kwenye mioyo yao, maneno machache tu. Sini sawa jamani? Bwana Yesu asifiwe sana. Watumishi wa Mungu, Bwana Yesu asifiwe sana. Wana wa Mungu, hata watu walipovuka ile bahari ya Shamu, Sikina Miriam walipita mbele na machezo na wanawake baadhi katika mkutano wa Bwana wakamwimbia Mungu sifa. Haleluya. Mimi moyo wangu ni kwamba una sifa, una shangwe, moyo wangu una ibada. Amen. Mungu akisema, nilisema kwenye mazungumzo fulani kwamba nilipokuwa naongea hapa kwamba atuombi Mungu kugunja mkono wake ili ufuate mapenzi yetu, lakini tunauomba mkono wa Mungu ulionyooshwa utende nini jamani? Uyatende mapenzi yake. Nasi tunamshukuru Mungu hasa kwa kile tulichokiona na kile Mungu wetu alichotutendea. Mimi ninasema hivi wapendwa, Baba amemalizia vizuri kwamba hata wale ambao pia hawakutajwa akiwemo mtendaji na wengine na hasa mhasibu wetu mkuu ni watu wetu kabisa na ni watendaji wazuri kabisa, hawakuwahi kufanya kosa lolote kabisa kabisa. Tena mimi ningeambiwa nichague, ningerudi pale pale kama mimi. Sasa ndio ile nasema siuombi mkono wa Mungu uliopinda kufuata ya kwangu, na uomba mkono wa Mungu ulionyooshwa utende nini? Utende mapenzi yake. Na mimi nikasema bahati tulio nayo ni pale tunapokaa kwenye utulivu na Bwana na Mungu akiongea, basi tumpe Mungu nafasi. Si ndio wapendwa? Tumpe Mungu nafasi. Hakuna kitu kigumu kama kilichomtokea Ibrahimu kuambiwa nenda ukamtoe mtoto wako. Kama ni maombi, ingeomba maombi mabaya siku hiyo, lakini alisema jina la Bwana libarikiwe. Amen. Haleluya. Lilikuwa ni jambo gumu, lakini alikubali. Akasema mapenzi yako yatimizwe. Amen. Nasi tunapojitoa kwa Bwana kwa yale ambayo tunahitaji Mungu afanye, basi tusimpinde Mungu afanye ya kwetu, lakini tuuache mkono wa Mungu ulionyooshwa utende mambo ya Mungu. Nami nasema jina la Bwana libarikiwe sana. Nikiwageukia wateuliwa kwamba ndugu zangu karibuni, Alex karibu, na Pastor Samuel, ni ulimwengu mpya mmeingia, lakini uko ndani upo mkono wa Bwana uliotuvusha, upo mkono wa Bwana uliotenda, uko mkono wa Bwana uliokupeleka hapo kuwa hicho kitu. Usijiulize sana kama yule binti aliyeambiwa utamzaa Yesu akasema litakuwaje jambo hili, lakini uwezo wa Mungu aliye juu utakufunika. Haleluya. Mungu wa mbinguni awabariki sana. Asanteni. Nianze na wateuliwa. Karibuni watumishi wa Mungu, na nyinyi mseme machache. Karibu sana mtumishi wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Na mshukuru Mungu, lakini pia nashukuru meza kuu, baba askofu na viongozi wote na wajumbe wa mkutano mkuu.
Ninasema mniombee. Mungu awabariki sana. Bwana Yesu asifiwe, watumishi wa Mungu. Ninamshukuru Mungu kwa namna ambavyo ameona, lakini pia namshukuru baba askofu, namshukuru makamu, namshukuru katibu mkuu, nashukuru meza kuu yote na watumishi wa Mungu, nawashukuru sana. Siwezi kuongea maneno mengi kwa sababu ninasikia baridi ambayo sijawahi kuisikia. Kwa sababu ni kitu ambacho sikuwahi kukifikiri kwenye akili yangu, lakini Mungu ndo anayetuwazia mawazo mema siku zote. Nashukuru sana, Mungu awabariki sana na muendelee kutuombea. Bwana Yesu asifiwe. Na mimi namshukuru Mungu pamoja na ofisi kuu kwamba wameniona kwamba nirudi tena kwenye nafasi hii. Mungu awabariki. Naombeni maombi yenu. Bwana Yesu asifiwe. Nafahamu mimi nilipitishwa jina langu jana na ni mtu pekee ambaye sikupata nafasi ya kujiuzulu. Kwa hiyo nimetoka ngazi kwenda ngazi. Na nyenyekea sana mbele za Mungu aliye hai. Bwana Yesu asifiwe. Na mimi nawashukuru kwa ushirikiano ambao tumekuwa nao kwa muda wote. Lakini nawaomba tena ushirikiano kwenye awamu hii nyingine tulioianza. Mungu wa mbinguni awabariki. Asante baba askofu. Mungu wa mbinguni akubariki.